Naona matatizo, watu wanabonyeza request wanasahau. Haya, asante Kasama. Dakika 2 sawa. Saa hizi na dakika saa 3 kamili kwa huku. Kwa hiyo hapo saa 3 na dakika 2. Tambaa, jikite sana kwenye kuhamasisha watu watoke. Sawa, okay. Asante Kasama kwa kutuhamasisha, okay. Aya, mimi yangu ni haya. Jamani, tarehe 9 Disemba inatakiwa tutoke kwa wingi. Kwa sababu tusipotoka, tukisema tukae ndani, tutajitafutia maisha magumu sana. Kwa sababu mpaka sasa hivi maisha bado ni magumu mno. Pesa hakuna, uchumi umeyumba. Kwa hiyo tukisema tubaki nyumbani, tutaamua sisi sasa tuteseke kulipa kodi nyingi ili wafaidi au mafisadi, au tutoke nje tukakomboe nchi. Kwa hiyo mimi ningewaasa majenzi wenzangu, tarehe 9 tutoke kwa wingi tukiwa tumebeba mabango yetu, tukiwa tumeshikilia mabango yetu, tukidai haki yetu tunayoitaka. Tusikubali kurudishwa nyuma, tusikubali kupumbazwa akili na huyo waziri wa vijana anayesema kwamba sijui tajeni kerosene. Wangekuwa wanatusikiliza, wasingeendelea kuteka watu mpaka leo. Hawataki amani na ndio maana mpaka leo wanateka watu, wanaua watu. Kwa hiyo vijana tusirudi nyuma, vijana tusipumbazwe na rais sijui wa vijana, sijui waziri wa vijana. Hakuna waziri pale. Yote hayo ni kutupumbaza. Kwa hiyo tusikubali. Atakavyokuja huko mitaani kwenu kuhamasisha, msitoke, ikiwezekana mumzomee. Kwa hiyo mimi ndo hayo tu, nashukuru kwa Kasama. Asante sana, umetumia muda wako vizuri mno. Yani ndo napenda sasa hivi. Yani umeutumia muda vizuri sana sana. Asante sana. Nitakushusha sasa hapo, au unaweza ukashuka peke yako. Karibu mwingine hapo. Nimembonyeza kapaa juu kwa juu. Karibu. Bonyeza request, bora mtoe request zenu. Umeona huyo yuko bafuni. Yani kuna siku nitamwacha mtu hapa hadharani ili mwe mnazima. Okay, karibu Maraboy. Asante kaka, kwema lakini? Kwema tu, karibu. Asante kaka. Mimi bana naendelea tu kuwakumbusha ndugu zangu bodaboda, jamani msiendelee kutumika kama vile vitu ambavyo havina thamani. Chonde bodaboda, msikubali tarehe 9. Subiri kwanza Maraboy. Wewe unasema unaomba kupanda, wewe nimekupandisha sasa hizi afu unaonekana unaoga, afu unaomba kupanda. Huyo hapa naye nimempandisha akapaa. Okay, endelea. Mimi bado na waasa bodaboda. Jamani bodaboda tusikubali kutumika. Yani msikubali chochote kile. Naomba tarehe 9 iwe ni tarehe yetu ya ukombozi. Hakuna mtu ambaye ataguswa. Yani hizo ndege mnazoziona juu huko, mngekuwa mnajua siri yake, mngekuwa mnatamani hata kesho tutoke. Kwa hiyo mimi niwaombe tu, tokeni, hakuna kitu chochote kitakachotokea. Mimi niwaombe tu tuwe mstari wa mbele na mabango yetu. Asante kaka Sama. Upiga mwingi. Yani umetumia muda unapotaka. Safi sana. Pondamali, karibu. Asante Kasama. Mimi nakazia hoja ilio jamaa aliyotoka muona. Unajua sisi Kasama najua unanikumbuka muona, na ilikuwa ni mara yetu ya kwanza kwenye kudai haki. Uwezi amini, tarehe 29 sikuwa na grupu lolote, sikuwa na miadi na mtu yoyote. Yani kwenye mkoa nilikuwa mimi kama mimi, muona, nilitoka kama mimi. Lakini uwezi amini, ndani ya dakika 5 tulifanya kitu ambacho mpaka leo nimeweka kwenye kumbukumbu wa maisha yangu. Umeshaona? Na wahusia wenzangu, tuko hapo karibia 1000 na kitu. Umeshaona? Yule ambaye hajaingia kwenye uwanja wa kudai haki, umeshaona? Acheni uoga. Acha uoga, maana tunaenda kudai haki na tutakuwa salama 100%. Kama mtu anakuwa kama ajiamini, ni mwoga.
Endelea Ponda Mali. Yani kaka Sama, mimi nilikuwa na usia sana. Naendelea. Najua watu wengi sana. Najua hatukutoka kwa ule moyo, kwa ule wingi hatujatoka. Lakini najua hii lazima tutatoka kwa wingi, kwa sababu hamasa imekuwa nyingi, watu wameelewa jinsi gani wanadai haki yao. Umeona, watu wameelewa udhaifu wa jeshi letu, watu wameelewa udhaifu wa polisi. Yani hamna mtu hata mmoja hapa ambaye hajui udhaifu wa wanajeshi. Wanajeshi sisi tulikuwa tunaona ni watu labda ni strong, ni nini, kumbe ni watu dhaifu, wanatumika na CCM. Polisi hivyo hivyo. Kwa mtu ambaye alikuwa haelewi polisi, tuko na polisi wa aina gani, ameshaelewa. Tena polisi wale ndio wanawake kabisa. Wale polisi ni wanawake. Sisi tulikuwa tunawakimbiza polisi, wanakimbia kama wengine wanakimbia mpaka naanguka. Polisi, wanajeshi, sijaona kabisa kuzuia nguvu ya umma. Sijaona kabisa, na nasisitiza tutoke kwa wingi. Kama sisi tulikuwa 10, tunaweza tukadhibiti gari zima la polisi. Tuko 10 tukadhibiti gari zima la polisi, na tukahakikisha kuwa tumeonesha nguvu yetu, tumeonyesha, ingawa ametuua lakini tumeshawaonyesha kuwa sisi tunasimamia haki. Umeshaona tunasimamia haki, na tukishaamua tumeamua. Ndio maana mpaka sasa hivi unasikia watu ni kimya. Umeona, sasa hivi watu wamenyamaza kimya, hawajui wataongea nini. Nawasisitiza sana tutoke, maana mimi mwenyewe Internet jinsi ile bato ilivyokuwa, nilishuhudia mwanzo mwisho. Yani hamna raha kama kwenye kudai haki, hamna raha kupambania kitu ambacho unaamini ni sahihi. Tutoke kwa wingi. Nimemaliza wanasama. Okay, asante sana. Mimi nimemaliza. Okay, asante. Okay, pamoja, karibu. Asante sana Kasama. Mimi nenda moja kwa moja kwenye mada. Mimi nilikuwa nataka kuongea na watu wanaokusanyika kwenda kusikiliza. Yaani ukionekana unaenda kusikiliza, na maana wewe sio mwenzetu, na hupaswi kuingia hata hapa kuongea. Yaani kama una uwezo wa kwenda kusikiliza, hapo unakuja kusikiliza nini? Si ndio unafiki huu tunaokataa? Yaani jambo letu ni moja, tumeshamaliza kila kitu. Ni tarehe 9 watu kutoka, nyomi ya watu ndio inaokomboa taifa. Ila tukianza kudrei mara huyu sio ameenda sio kumsikiliza, hatuna serikali. Sasa wewe unaenda kusikiliza nini? Unaanza maliziano kabla ya mwafaka. Nilikuwa naomba kila mtu awekeze nguvu zake tarehe 9, tutoke kwa wingi kila sehemu uliopo. Hakuna haja ya kumsikiliza mtu. Akili yetu iwaze kitu kimoja tu, ni tarehe 9. Hasa unaenda kumsikiliza, unasikiliza nani? Unasikiliza watu ambao wameshamwaga damu kwenye ardhi ya kwao. Unasikiliza mtu ambaye hasikii, watu wamejiita paka machura viziwi. Unamsikilizaje? Ni watu kutoka, watu kupambana kwa ajili ya taifa lao. Asante sana Kasama. Okay, karibu Ubuntu. Fungua mic. Ni habari ya saizi. Nzuri tu, karibu. Niseme ninafungiwa akaunti zangu pia sana, kwa sababu nina posti mno kuhusiana na mengi yanayoendelea yasiyofaa kwa ajili ya sisi wa Tanzania. Wanazifunga? Wamezifunga sana, kwa hiyo kila mara imebidi nifungue akaunti mpya. Sasa hivi hii inaitwa Ubuntu. Nimekuwa kwenye hii platform muda mrefu sana. Niseme tu nimekuwa ninahimiza, nina makundi mengi ya wafanyakazi, nimeshatishiwa vya kutosha, lakini hatuna Tanzania nyingine. Ninachotamani kusema kwa vijana wenzangu ni kwamba yani CCM tumeshaipa divorce. Yani hebu niambie, unamwendeaje tena mtu ambaye umeshampa kibuti? Unaenda kuzungumza naye nini tena? Unahitaji mapatano gani na mtu uliyeshampa kibuti? Ushaona madhaifu yake, alishakudanganya mambo mengi, ameshakuharibia maisha, unamrudiaje tena mtu kama huyu?
ni kusahau na kusonga mbele. Na jinsi gani tunaweza kusonga mbele? Ni kutokurudishwa nyuma. Kwanza tusiwape kitu. Inaniumiza sana ninapoona vijana na akili zetu, mtu anaenda kumsikiliza eti huyu anayejiita waziri mkuu haramu huyu. Inaniumiza sana ninapoona watu wanaenda kusimamisha pikipiki barabarani wanawasikiliza hao wajinga waliojiweka kwenye madaraka. Ndugu zangu, ni kusahau, tusiondolewe kwenye focus, tusiondolewe kwenye mstari. Mstari uliopo ni kuitoa CCM madarakani. Hatuna Tanzania ya pili. Hatuwezi kuendelea kugawana Tanzania kwa sura hiyo wanayotaka wao. Tumeona makesi yote hayo, tumeona tulivyoibiwa. Hebu niambie ni nini hicho kitu? Hivi tunafundishwaje maisha ya elimu zisizotuhusu, elimu za kikoloni mpaka leo Tanzania, elimu za kutii ujinga. Kila siku tumejazwa uoga, hatuwezi kuuliza. Ukitaka kuuliza chochote unaonekana we ni mjeuri. Kwa nini? Hatuwezi kuendelea kulea jamii ya namna hiyo, hatuwezi kuendelea kukaa na maviongozi ya namna hiyo. Sisi tunachotaka ni tarehe 9. Tutasimama barabarani, inyeshe mvua, liwake jua, tutatoka. Nilikuwa nashauri kitu kingine. Hao polisi tusiwaogope. Kuna aliyemaliza kuongea amesema kwamba polisi tunawaweza. Sisi polisi wasitutesee. Hata siku moja wasiendelee kutunyanyasa. Polisi wakija, tunachukua hizo silaha, tunaziweka chini, tunawaunga kwenye maandamano. Hatuwezi kuwachekea. Maana tunavyopambana hapa ni kwa ajili yao pia. Angalieni nyumba za polisi ni kama vibanda vya kuku. Mapolisi wanaishi maisha ya tabu mno. Nyumba zao Tanzania nzima zimefanana. Ni kama watu wanaishi kwenye vibanda fulani, wameridhika na hao maisha. Mapambano yetu ni kuwasaidia hao polisi pia. Ni kuwasaidia watoke kwenye hao maisha ya utumwa walioishi miaka yote. Alafu wanatujia na nywinywinywi. Hatuzitaki tena hizo. Sisi tuko na makombolelo, tuko barabarani mpaka kieleweke. Tarehe 9 ndugu zangu, weka kitambaa chako mfukoni, njoo na makapeni. Nitabeba hata makapeni 15, nitazileta na vitambaa vingi nitabeba mfukoni, nitaleta na kila mtu afanye hivyo. Maana kuna kweli wasioweza kununua hata kitambaa au wasiojua wapate wapi. Hebu tutumie initiatives. Njoo na kama unaweza kununua vipisi 3 4, fanya hivyo. Nunua kapeni mbalimbali, fanya hivyo. Fika kwenye eneo la UN, andikia watu. Fika kwenye ofisi za wakuu wa mikoa, andika kwa wengine. Tuinue Tanzania yetu. Ni nyumbani kwetu Tanzania, si nyumbani kwa Samia na watoto wake, si nyumbani kwa hao wanaoibaka Tanzania na kuiba. Ni nyumbani kwetu wote. Hatutanyamazishwa, hatutarudishwa nyumbani. Na tutoke na kila kitu. Karanga beba, ukiweza kubeba mikate beba, ukiweza kubeba vitu vikavu beba, maji beba. Tutarudishwa nyuma mpaka kieleweke. Sisi ni Tanzania, sisi ndio wa Tanzania. Asanteni kaka Sama, usikate tamaa na sisi hatukate tamaa. Ni mbele kwa mbele mpaka kieleweke. Asante sana. Okay. Wewe uliyepanda sasa hivi, kabla hujaanza kuongea, kwanza wewe unaandika komenti gani hiyo? Wewe kama umekuja kusikiliza hapa, wewe hebu watajie raia wote hao 1500. Wewe ulikuwa umeandika komenti gani? Wewe umeandika komenti gani? Mimi nimekupandisha tu kwa sababu nimesoma komenti yako. Mimi siisomi. Isome, waeleze kabisa watu waliopo hapa ili msione labda mimi mnasema mimi mkali. Wewe waeleze. Wewe comment ulioniandikia, waeleze. Umeniandikia comment. Umeniandikia comment gani? Niseme. Nimeandika nina taarifa fupi, nilikuwa namtafuta Norovazi lakini hayuko online. Hapana, sio hiyo. Wewe iseme ulioiandika, achana na hiyo. Comment yako umeandika hivi. Mbona unanipandisha bila kunipa taarifa? Hivi watu 1500 wote mimi niwapandishe kwa mwendo huu, nani nitaweza kweli? Yani wakati unanipandisha ni sijajua kama sasa wewe unaniambia mimi nikupe taarifa. Hapa mpo wangapi anti? Mko wangapi hapa mpaka niambie nikupe taarifa? Wewe tuacha hayo, ongea. Mimi nimeshangaa sana, ndo comment ya kwanza kuisoma hivyo kwamba tupe taarifa. Maana ukishaweka request ina maana mimi nikupandisha tu. Sasa mimi nianze kusema wameshatangulia wengine kama 20 mbele yangu. Ndio maana mimi nikasema hivi, jitahidini mkipanda zimeni maiki. Sasa ukiniambia nikupe taarifa, mimi siwezi kukupa taarifa wote hapa. Mimi naweza nikabonyeza hata 3. Sasa ninyie tu mwe mnajipanga namna ya kuzima maiki. Sasa ukiniambia mimi eti nipe kwanza taarifa ndio nipandishe, nayo kali. Anyway, karibu. Asante. Sawa, ni taarifa ni kwamba tarehe 6 huko Tanzania, sawa,
wameandaa kitu kinaitwa kongamano la maombi, which hilo kongamano hakuna wale masponsor wote ambao wamelisponsor, hapana. Ni serikali inataka kuwaleta wasanii wa nje wa gospel ili Watanzania waamini kwamba yani watakapopiga zile picha ionekane kama kule Tanzania kuna amani, watu wanaendelea na maisha yao. Kwa nilikuwa nawaambia kwamba ni mtego. Huyo Israel Mbonyi huwa haji bila kulipwa millions of money na viingilio vyake vinakuwa vikubwa. Jiulize kwa nini sasa hivi anakuja bure wakati tu mwaka huo alikuja huko Tanzania na alikuwa ametoa kiingilio mpaka watu wakalalamika sana. Lakini sasa hivi jiulize analetwa na nani na kwa nini hakuna kiingilio. Nendeni kwenye peji yake mtaona ametoa tangazo la kwenda Tanzania tarehe 6. Kwa naomba msije mkabadilisha mawazo, mkapumbazwa, muonekane nyewe mnaishi huko kwa amani kwa kwenda kwenye hilo tamasha. Ni hayo tu, asante. Hiyo habari ni nzuri kweli jamani, hiyo habari ni nzuri. Habari ni nzuri, yani tushikilieni pale, walete makongamano, wafanye nini, walete watu wa nje, yani sisi tuko maeni pale. Hapo tusiache. Kuna jamaa mmoja nimempiga nyundo hapo, simtaji hata jina, mengine ni kuyapa jina. Nimelitandika nyundo hapo. Ende likalale sasa hivi mapema. Eti mimi naongea na huyu dada eti linaandikaje? Eti blaza Sama. Eti wewe unapenda sana kupoteza muda. Kwa nini sasa mimi si lazima niseme? Kwa nini siseme? Sasa nimelitandika nyundo, limejitafutia lenyewe teza zali. Nenda zako, kwani sisi tuna shida gani? Kwani nani anapenda haya kuongea hapa? Haya yenyewe hapo tunaongea tuna riziki tu. Kwani mimi nikisema ni nyamazi, sinaweza nikanyamaza tu na mimi nikakaa ndani tu. Nikawa nalala tu sababu huku Ulaya watu wote wana hela. Hamna Mbeya hana hela. Naweza nikakaa tu nikazima mimi nikaa nakaa tu. Nikaachana na masiasa. Kwani mimi mnanilipa? Sinaweza nikazima tu na nikakaa tu eti linakuja linaandika eti unapoteza muda si nini eti kwa nini unaongea unamwambia huyo hivyo? Nimelitandika nyundo tena 2 za kufa mtu. Shenzi kabisa. Mimi ukija hapa wewe ukija hapa njoo umejipanga. Sio kwamba mimi ni mkorofi, ukinifuata kule inbox na kufungulia ili kesho ukija unakuja na adabu. Sio kwamba nikikupiga eti itakuwa nyundo ya kudumu. Ayu ya kudumu. Unanifuata tu blaza nifungue na kufungua, kesho unakuwa mtoto mzuri, mtukutu. Inasaidia na ukiwa lipole sana na yenyewe wanakupanda kichwani. Okay, atakuja Genzi na Marcus. Karibuni. Nasema nipandishe, Marcus nisha kupandisha. Anza Genzi hapo juu, fungua mic dakika 2 zako. Okay, asante kaka Suma kwa kunipa nafasi hii. Mimi nilikuwa napenda kuchangia. Sasa hivi tayari mjini kumesha kuiva. Mjini tayari kila kona habari imetanda kwa ajili ya maandamano. Ombi langu nilikuwa naomba maandamano hayo basi yasiishie tu mjini. Tupaze sauti na vijijini. Vijijini bado wanahitaji msaada kutoka kwetu. Vijijini bado hizi habari hazijawaingia kwa wingi. Kwa hiyo tunayotakiwa kuwasaidia ni sisi hapa. Una ndugu yako yuko kijijini ana simu, jaribu kumdownloadia TikTok, muelekeze, mpe yale maelekezo. Ukifika jioni muelekeze jinsi ya kufungua naye ajiunge na sisi kwenye hizi hoja. Jamani, tusiwasahau hao, pia hao ni wenzetu, wanatakiwa kuwa na sisi kwenye maandamano ya tarehe 9. Kwa hiyo msisitizo wangu ni huo jamani, na siku ya maandamano jamani tunajua sehemu ya kukutana. Pale tulipoelekezwa, unatoka nyumbani kwako asubuhi, sehemu iliyoelekezwa inafahamika, kila mtu anajua, moja kwa moja unanyooka katika eneo la tukio. Ukikutana na mtu yote njiani anakuuliza unaenda wapi, unafanya nini, bora usimjibu ukawa bubu, mkakutana naye eneo la tukio. Kila mtu anajua sehemu tunapoenda kukutania, tukakutanie huko, tujuane huko. Habari za kukutana na mtu njiani na kukuuliza unaenda, ndio hao wanakuwa watekaji, ndio hao wanakuwa tena waharibifu. Bora usimjibu mtu unapokwenda, mkutane huko hapo kwenye tulipoelekezwa, pale tujuane. Hayo ndo yangu kaka Sama, asante kwa kunipa nafasi. Okay, jamani nasikia hapo comment wengi wanasema mkamsalimie Israeli Mbonyi. Ndio huyo anayekuja kufanya nini gospel.
Basi mfate huko, mwambie wane hapo usije kwa propaganda yenu. Serikali wanatusikia. Hivi serikali mkifanya tu maamuzi ya kiume kabisa, jamani, basi taifa tunalirudisha liwe moja, tunaweka katiba mpya. Katiba mpya mkiweka, wote tutaishi vizuri, hatutatekana na nini. Lakini hivi sasa watu mwingine unaogopa kuishi. Angalia kama saizi huyo kijana huyo anatafuta watu huku aje mpaka huku Ulaya aje kamate watu, wamempa pesa. Sasa hiyo yote si matatizo tu ya kijinga tu. Karibu Marcus. Shukrani kaka Sama. Kwanza hongera kwa kazi njema ambayo unaifanya hapa, na hongera pia kwa kutoa muda wako mwingi kwa ajili ya kupigana na haya mapambano. Najua ni mapambano magumu, lakini tunaendelea kusonga mbele. Kwa unachokifikiri kaka Sama, kwa hawa watu hawawezi kufanya hicho. Hawawezi kufanya hicho unachokisema, kwa sababu mimi nawaambiaga watu hakuna addiction mbaya kama addiction ya power. Hakuna addiction mbaya kama addiction ya power. Ndio maana unaona wanaweza wakifikia kipindi cha wao kuua hawaoni shida. Yani kupiga mtu risasi kwa sababu ya wao wa remain kwenye power, wa attain their power, kwao hakuna shida. Ndio maana wana uwezo wa kuua. So hawawezi kufanya unachokisema, kwa sababu tangia mwaka 1992 wameshauriwa haya. Hii katiba tulionayo hairuhusu vyama vingi. Hii katiba tulionayo ni ya kidikteta. Tubadilishe. Zimewekwa kamati zimeundwa kamati na tume, lakini na ndio wametumia kodi zetu kuunda hizo tume, lakini hawajawahi kutekeleza chochote ambacho hizo tume zimefanyia utafiti na kuleta maazimio. Kwa hiyo these people wamefunga masikio, hawawezi hawa watu. Na kama hawawezi, the only way ya kusababisha wao waweze ni kuwaondoa ili sisi tufanye. Hakuna namna nyingine yoyote. Ni lazima tuwangoe. Walishaionja power, wana addiction ya power, hawatataka kuiachia power. Kwa wao kuiachia power ni sisi kuwaondoa kwenye power. Tukishaondoa kwenye power, tunajenga nchi yetu. Na bahati nzuri tarehe 29 mwezi wa 10 tumeshatikisa ule msingi. Ule msingi ndio ulikuwa mgumu kuutikisa. Wote hapa tulikuwa tunasemaga sisi wa Tanzania hatuwezi jamani, hatuwezi. Tunaogopa hatuwezi. Sasa tuliweza. Tukautikisa ule msingi. Ule msingi sasa hivi una mianya kiasi kwamba ni kwenda kuungoa na kumalizia na kujenga msingi upya. Kwa hiyo tunachokifanya sasa hivi tarehe 9 mwezi huu wa 12 ni kwenda kumalizia kazi ambayo ilianzwa tarehe 29. Na tusifanye mchezo. Narudia tena hili, maana nishaongea tena hapa kaka Sama. Tukifanya mchezo, hawa watu wakatuzidi hapa, wakapenetrate, wakapenya, wakatuporochoka kama kambale akiporochoka kwenye mikono akaingia kwenye maji, watatumaliza wote. They will finish us. Kwa hiyo tusifanye mchezo, tuwe serious. Tusisikilize propaganda zao za Mwigulu pamoja na Nanauka. Tuachane nazo kabisa. Tuzibe masikio. Hatuna haja kuwapa kero zetu hawa. Tulishawapaga kero kwa miaka 60, hawajawahi kuzifanyia kazi. Hizo kero za maji ni miaka 60 sasa na kitu. Hizo kero za umeme ni miaka 60 na kitu. Hizo hatuwezi kuwapa kero zetu tena. Yatosha. It's finished. Wao wamemaliza, sisi tunakwenda kumalizia. Kwa hiyo shukrani sana kaka Sama. Lakini kaka Sama pia nitoe tu ushauri kwako. Tusimuite huyu shetani mama. Hana hiyo hadhi ya kuwa mama. Hili ni shetani, limenyonya damu za watoto wetu, vijana wetu, wajomba zetu. Ndio maana umemvaa kama shetani au ni shetani hili. Ni shetani. Yaani mimi kila kiliona hapa nalikemea na ukilivaa hivyo unakuwa ndio wewe sasa. Hapana, sio mimi. Na represent nikiangalia watu waliona unakuwa ndio wewe. Ungeachana nalo, ungelivua kabisa upande wa usoni. Bora uliandike upande wa jina tu. Lakini hivyo mpaka mimi mwenyewe naliogopa tu. Kaka Sama upasi kuliogopa hivyo, tulikuwa tupambane nalo mpaka liondoke. Bora uliandike kwenye jina tu, alafu sura uweke hata mtu mzuri. Okay.
Okay, karibu nani hapo down. Marcus ameshamaliza. Karibu Kebi. Sawa. Asante kaka Sama. Hongera sana kwa kuendeleza movement hii, ni jambo jema na la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tatizo maki kila siku ukipanda uzimi mic. Sasa baadaye mnaniraumu na nasema kwamba mimi si kwa usumbufu. Karibu Kebi. Asante sana. Yani nilikuwa nasema asante sana kwa nafasi hii na nakupongeza sana kwa mstari wa mbele kuendeleza movement hii. Ni jambo zuri sana na la kututia hamasa. Sasa kwanza ningetaka hebu ngoja kwanza. Kuna habari inanifurahisha hapa. Wanajeshi wameweka kambi bandarini geti namba 3 leo hii. Oh my kudalaleki, tunapiga makofi. Eka vinaenda. Kwa kweli kumbe tunashinda hivi vita. Ni dalili ya ushindi kabisa. Dalili ya ushindi kabisa. Ina maana wanakuja wanatusikiliza na wanajua mikakati ya maandamano ikoje. Hii ni ushindi. Ushindi. Tutokeni kabisa, umeona? Ina maana wanajua maandamano yapo, na waliposikia kwamba target zetu ni kwenda bandarini. Kwenda bandarini sio lazima wakalale kwenye geti. Sisi tunaweza tukalala hata kwenye njia inayoenda bandarini. Maana sisi tuna paralyze. Tunalala kwenye njia. Sasa hao watakao toa hiyo mizigo watapitia wapi? Waje watuue pale, satellite zitaonyesha hivi. Kudadadeki. Satellite hizi hapo. Yani hapo sisi tuko, yani wao watupe tu katiba tu. Haya yote tunazozana ya nini? Mwende mkaweke watu bandarini, mkafanya hivi. Wananchi wako milioni 70. Siku wakiamua kuchoka, watachoka tu. Hamwezi kuwamaliza kuwaua wote. Endelea nani dakika zako, akutunzia muda wako. Sawa kaka Sama. Alright, ni haraka kwenda kwenye hizi point muhimu. Cha kwanza ningependa pia kukumbushia pia swali nililosema jana. Tusitoke kwenye mstari kabisa. Alafu ninaomba kwa watu ambao wana story za ndugu zetu walioumia na kuuawa siku ya tarehe 29 mpaka mwanzoni mwa Novemba, wazitoe, yani waanze kutoa stories ziwe zinafurika mtandaoni, kwa sababu wanajaribu kupoteza watu, watu wasahau swala hili. Kwa hiyo watu wenye hizi story naomba wazitoe na waeleze. Kwa mfano kuna story tena nyingine leo nimeiona, wale jamaa waliotolewa Mwanza kwenye kile kibanda wakamiminiwa risasi. Mmoja anasema kuna mtu ameandika story kwamba kuna mmoja wapo pale alikuwa ni ana mke na watoto wadogo, kwa mke wake alivopata taarifa hiyo na mke wake akapata stress na depression akajinyonga. Kwa hiyo ni swala la huzuni na ni swala la linahuzunisha sana. Kwa hiyo ni swala la kulichukulia serious na inabidi kila mtu ajue, kwa sababu watu wanataka kurudisha maisha yawe kawaida. Tusikubali kurudisha maisha yawe kama kawaida. Wametufanyia unyama mkubwa sana. Kwa hiyo kitu cha kwanza. Kitu cha pili pia naona imekuja kampeni mpya ya watu waelimishane kwa nini wanataka katiba mpya. Labda wengine hawafahamu. Kwa hiyo kila mmoja anaweza kawa anachukua kipande kimoja muhimu ambacho kwa nini tunahitaji katiba mpya. Mimi nitaongea kipande kimoja miongoni mwa vipande vingi. Kipande kimoja ni kwamba tunataka kumpunguzia rais nguvu alionayo sasa hivi. Rais sasa hivi ana nguvu kubwa in terms ya, ndo maana anaweza wa kucontrol mihimili yote mitatu. Yani ikiwemo bunge na mahakama. Mahakama sio huru. Umeona? Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo tunahitaji mabadiliko ya katiba ni hili swala la rais kupunguziwa nguvu. Kwa hiyo kuna check and balance. Miongoni mwa vitu ni kama vile kumteua CDF asiweze kumteua yeye mwenyewe, kumteua jaji mkuu na wakili wa serikali. Hawa watu inabidi uwepo mchakato rasmi wa Judicial Service Commission ambao utaweza kuwafanya jani, let's say kuwe kuna jopo la majaji wakitaka kumchagua jaji mkuu. Kwa hiyo kuna jopo la majaji ambao
chagua majaji, umeona, kulingana na sifa, kama vile wanavotuma ajira vile, wanavotuma ajira poto, wanaweka afu majaji wenye sifa wata apply, wanakutakopo kuna mtu, yani kwa kuna process maalumu kwa ajili ya kupatikana jaji wa serikali. Hii itapunguza hiyo nguvu ya rais yeye mwenyewe kuchagua na kumtoa jaji kwa sababu jaji hajafanya kitu anachotaka yeye. This applies pia kwa wakili wa serikali, CDF na DGISS, yule mkuu wa usalama wa taifa. Kwa hiyo mtu akikuuliza kwa nini tunataka katiba, miongoni mwa vitu ni hivi hapo. Kuna sababu nyingi, lakini mimi nimeanza na sababu moja. Kwa hiyo kila mmoja sio tu kunani kujua, pia tufuatilie na tujue tunahitaji katiba mpya Disemba 9 tunatoka. Asanteni sana. Okay. Safi sana Kebi, umeutumia muda wako vizuri. Karibu Balbosesi, karibu. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kupata nafasi hii. Mimi nataka nijikite moja kwa moja kwa kuchangia kwa vitu vifuatavyo. Cha kwanza kabisa ni uhalali wa maandamano. Uhalali wa maandamano kwa sababu zifuatazo. Cha kwanza, serikali ya CCM imeshindwa kuwajibika katika vitu vifuatavyo. Mpaka saizi tunapambana kuwatoa madarakani watu ambao wameshatuulia watoto wetu. Mpaka saizi serikali ingekuwa makini, huyo anajiita CDF, anajiita IGP, anajiita mkuu wa usalama wa taifa, anajiita sijui mkuu wa polisi, hawa watu wote hawakutakiwa kuwepo kwenye mamlaka mpaka saizi. Ndio maana tunataka tarehe 9 wote tutoke, kwa sababu hiyo serikali ambayo ishaingia madarakani sio serikali halali. Alafu cha pili, naomba nizungumzie kitu kimoja. Watu ambao wako Mbeya tumeshasalitiwa na vijana wa Mbeya ambao wanahudhuria vikao vya huyo waziri ambao ni haramu. Kwenda kwenye kile kikao unahararisha kwamba huu waziri umemchagua. Kwa watu wote ambao wako Mbeya tunaomba kabisa kwamba kuanzia leo wakome kwenda kuhudhuria kwenye vikao ambavyo kwanza walipiga kula, hakupiga kula. Sasa wanaendaje kwenye kikao kumsikiliza? Wanamuhararisha kwamba ni waziri. Sisi tuna waziri mpaka saizi wa vijana isi. Kwa hiyo tunaomba kama huyo atakiwi kabisa hata kuwasogelea vijana wetu huko ambao wako Mbeya. Na vijana wakatae, wamuone tu kama kondomu ambayo imetumika, hawaachane kabisa. Hatutaki kuona waziri yoyote ambaye anasogelea vijana. La pili, kitu kingine ambacho nataka niseme Mheshimiwa Spika ni kwamba mpaka saizi watu wanashindwa kuelewa maandamano tunafanya, kwa sababu kaka Abiri hapa maongea vitu vingi kuhusu kuparazi serikali. Sisi njia ambayo imebakia, the only weapon to chase away of the government of Tanzania, it is only through demonstration or riot. Na maandamano yetu tumesema ni maandamano ya amani. Ni wasisitize kwamba watu watoke, na wakitoka watoke na mabango. Mabango yenyewe mimi napendekeza watumia hata vitambaa vyeupe, wanunua tu vitambaa hata vyeupe. Vitambaa unaweza kujikunga kama enga chifu ukakiweka tu mfukoni. Ukifika kwenye eneo unakuwa na makapeni unachorea hapo kama unaogopa. Yote haya ni kusend message kwamba sisi tuko serious na hili swala. Alafu pili, mataifa yote ambao yameendelea kakasamu, mimi nikaanza kuangalia takwimu zangu hapa. Ufaransa wamei kufanya mapinduzi ya kumtoa King Louis wa 16 mwaka 1789. Watakasome French Revolution, mambo ambayo walikuwa wanapinga ufalume, yani nchi kuendeshwa kifalume kama Tanzania sasa inaendeshwa kifalume. Uangalia top score ya viongozi wa juu. Si kuna mkazini, kuna mama, kuna mtoto, kuna shemeji. Haya mambo yametokea Ufaransa, lakini Ufaransa tabaka la chini ambao sasa nizungumzia sasa ndio lilitoka. Kwa hiyo kijana yote yule ambao unakaa kwenye chumba kimoja ambao kuna mtungi wa gesi hapo, unasema siasa ikuhusu, wewe unatakiwa uchukuliwe hatua. Kwanza unatumia nguvu yako ya kijana vibaya. Kwa hiyo haya maandamano tumeshafanya. China ambao tunazungumzia taifa ambalo limeendelea, kuna China walifanyaga maandamano ambayo sema Tiananmen Revolution ilikuwa ni mwaka 1989. Na haya yote alikuwa anapinga mambo kama China alipinga ufisadi mwaka 1989, ndo akaja kupata katiba ambayo ni nzuri ambayo sasa tukipigania mpaka saizi. Rais akifanya ujinga ananyongwa, mtu akamata akifanya ufisadi ananyongwa. Mpaka saizi China walitengeneza baada ya mapinduzi hayo, wametengeza katiba yao ambayo mpaka saizi
Watanzania ndio saizi mnakimbia kwenda China. Lini sisi taifa letu tutakimbiliwa? Ni kuiondoa katiba ambayo ni mbovu. Kwa maana mpaka saizi China walitoka kwenye maazimio ya kusema okay, watu wanataka kitu kama hiki hapa. Ndio kile China ikaja na sio ya kutengeneza processing industry. Pale wakaajiriwa vijana wengi kwenye viwanda. Kwa sababu gani? Kwamba tu keep busy vijana. Ndio kwa sababu hiyo China ilifikia kipindi hicho wanakuta kwamba taifa kubwa lina idadi kubwa ya vijana. Tutazuiaje vijana? Ndio akatengeneza sema small process industry kwa ajili ya kuwa employ. Na walivyo employ saizi China naizungumzia mtoto na miaka 7 anamiliki bakery, lakini Tanzania mtu ambaye ana miaka 59 amestaafu anasubiria kufa ndio anamiliki bakery. Lakini China ndo anamiliki, yani mtoto ambaye ana miaka 7. China saizi mtoto ambaye ana miaka 6 anamiliki mashine ya kushona, lakini Tanzania ndo mradi wa mtu ambaye amestaafu akiwa nesi anaenda kufanyaje? Anaenda ambaye anasubiria kufa. Guys, nasema hivi, muda uliofika ni wa Tanzania kutoka kwa hasira kwamba sisi tumeshaonewa sana. Wenzetu walifanya mapinduzi mwaka 1989 China. Ufaransa alifanya mapinduzi mwaka 1789. Sisi kwa nini sio tarehe 9? Kwa nini sio tarehe 6? Tunasubiria nini? Kitu gani ambacho tunasubiria? Mnasubiria kwamba sisi mpaka size yani tuje tuongozwe mpaka na wajukuu wa Mama Samia? Mnataka mpaka mtoto wake huyu Wanu ndio atuongoze? Mnataka mpaka mtoto wa Mambo Sasa ndio atuongoze? Mnataka mtoto si wa huyu CDF ndio atuongoze? Watanzania vijana wenzangu, muda wa kukaa kinyonge umeshaisha. Tumeanza tumalize. CCM saizi imekosa direction. Nisisitize tarehe 9 tunatoka. Baada ya kusema hivyo nashukuru kaka sana. Okay, asante sana. Jamani mnaomuulizia Abili yupo, niliwaambia kwamba alisema siku 4 atakuwa yupo kwa sababu ya hao watu wanamtafuta. Kwa hiyo alikuwa anarekebisha mambo yake, siwezi kunini, alikuwa anarekebisha tu mambo yake. Kwa hiyo yuko fresh kabisa. Nadhani kuanzia kesho ataanza kuja kwa yeye alivyoniambia jana. Lakini leo yupo, alikuwa na safiri usiku kwa ndege. Kwa hiyo alisema kiwai anaweza kuja hapa japo hata kwenye comment. Sasa sijui kama alikuja kwa sababu kuna mtu mmoja niona alicomment hapo, sijui ni kweli au aliona tu profile. Kuna watu wanaweka profile zake. Okay, tunaendelea. Unajua hapa sisi tunapojadiliana ndio maandamano yenyewe ambayo ni mkakati na kuhamasisha watu watoke. Hata Abili akiwepo ndio haya sana akiwepo anachangia kuwaumizeni nyie kwamba madudu yanayofanyika kwenye serikali. Kama saizi mmeshajua kuna matrilioni ambayo yanatumika, wanajipa tu wenyewe. Mpaka mmesikia mtoto wa rais anachukua $500,000 akatanue Uingereza kwenye happy birthday. Mambo kama hayo. Kwa hiyo mkija mjadiliane sasa na namna ya utokaji sasa. Maana hata tukiwaambie kwamba mtoto wa Kikwete amechukua $500,000 kaenda kutanua afu utoki, umekuja kusikiliza story tu, itakuwa haina faida. Lakini hapa sasa hizi wanapochangia wanakuelewesha kabisa kwamba maumivu yako kiasi gani moyoni na tunafanyaje tukakomboe nchi. Tufanyeni hivyo, atakuja. Lakini tusicomment tu Abili yuko wapi. Sasa hakuna, mnapoteza hata mwelekeo wa maandamano. Kishakuta hayupo, basi jiunge na uliowakuta wanaongea nini. Tukae hivyo, tujikita hapo. Kwa sababu tukisema kwa mfano kama mimi labda nisionekane tena, labda naweza nikaugua nisionekane wiki nzima kwenye mitandao, ndo tuseme hivi ndo watu wataacha kuongea? Ndo tuseme hivi ndo watu hamtapambana tena kukomboa nchi? Sababu naona comment zinakuwa hivyo, yani kiasi kwamba mnanikatisha tamaa. Umeshaona? Sababu mnaoandika hivyo au ni UVCCM mnataka kujua kama mmeshamteka. Kuanzia kesho napiga nyundo wote wanaouliza hiyo neno.
La sivyo wahi mapema hapa, mimi nitakuwa nimeshamuelezea situation zake. Lakini yeye kwa mujibu aliosema kesho atajitahidi sana aingie, lakini aliwaambieni kabisa hapa kwamba siku 4 naweza nisionekane kwa sababu kuna watu wametengenezwa kwa ajili ya kutaka kumteka. Nyenye mnajua kuna watu wametengenezwa kiwemo harusi wanataka kumteka. Ndio maana akasema kwanza siku 4 anaweza kapotea. Sasa sijui kwa sababu na yeye anaijua mambo hayo. Kwa hiyo na yeye huwezi kujua nini ambacho anajipanga hizo siku 4. Sasa tukiharakisha tu aje afu msikie hayupo, itakuwa hamna faida. Kwa kuanzia kesho comment yoyote itakayoandika Abiri leo anakuja, mtanisamehe sana. Kesho nasafisha kijiji, natembeza njugu. Na mamodereta wote nitawapa mamlaka. Kwa hiyo mtakuwa mnanitafuta huko kwenye inbox. Ukinitafuta kwenye inbox utakuwa ni kama vile mtoto mtukutu umeshatubu. Maana ukirudi utauliza. Sababu sasa wote tukibaki hivyo yuko wapi? Maana tumeshakuwa makinda ya njiwa sasa, mama yake ameshaliwa na nyoka. Tumebaki tunashama midomo tu kama tutaletewa chakula mpaka tunakufa. Sasa kama sisi wenyewe tuna akili timamu, situendelee na nondo. Kwa kuanzia kesho tunasafisha kijiji, message yoyote ya Abiri yuko wapi. Kwa sababu yupo. Na hapa mnaokuja wengi tu wale ya mambea tu mnataka kujua sasa hivi nondo zimepungua. Atakuja hapa mtakuwa mnamshusha tu vile vile. Kwani saa hizi mnashusha? Si sababu amshushi saa hizi, amshushi saa hizi kwa sababu amkunwe. Lakini wewe mtu anajua mpaka mchepuko wako, lazima unishushe. Mpaka mchepuko. Mpaka ameona umetuma manguo yako nani, umetuma mapicha ya uchi. Polisi unatuma picha za uchi. Sasa polisi wenyewe unaweza ukakamatwa saa yoyote. Kwa hiyo nadhani ndio hivyo. Comment za Abiri basi kwanza kesho tunawaweka kwamba ni UVCCM. Zile zitakazoandikwa Abiri yuko wapi, sisi tutatafsiri kama UVCCM. Kwa hiyo mmeshajua njugu zitakuwepo za kutosha. Kesho na hivi ni Jumapili, tunatembeza njugu kweli kweli. Sababu kesho tunakuwa tupo tumetulia. Okay, karibu. Nani alikuwa anafuata? Nani? Balbolo umemaliza. Waukae. Mimi nagusia mambo mawili tu. Jambo la kwanza, rasilimali za nchi zetu. Jambo la pili, maandamano Disemba 9. Jambo la kwanza kuhusu rasilimali. Tanzania ina rasilimali nyingi sana. Nchi ambazo zilizoendelea kwa rasilimali ambazo zipo Tanzania, itakiwa watu walipwe mshahara, watoto wadogo wanapozaliwa walipwe mshahara, itakiwa watu matibabu yawe bure, huduma ya afya iwe bure, free kabisa kwa Tanzania wote. Itakiwa Mtanzania akifika miaka 60 awe hajafanya kazi, awe mfanyakazi wa serikalini, asiwe mfanyakazi wa serikalini, alipwe mshahara. Lakini haya mambo yote Tanzania hakuna. Tanzania in short hakuna favor yoyote kuhusu serikali. Yaani Tanzania, kijana wa Tanzania unabidi ujipambanie wewe mwenyewe, ndio ujipambanie ndio ufaulu maisha. Bila kujipambania huwezi kufaulu maisha. Ajira za serikali zenyewe kindugundugu. Sijui huko bungeni kindugundugu. Huko CCM kupata vyeo, yani kila sehemu ilikuwa ni kujipambania wewe mwenyewe. Bila kujipambania wewe mwenyewe Tanzania huwezi kutoboa. Alafu kingine, mishahara hii ya wabunge. Mbunge analipwa milioni 19, si milioni mia ngapi. Watoto huduma za afya ngumu, mama kujifungua ngumu, yani huduma za afya zote ngumu kabisa. Lakini mbunge analipa mshahara milioni 19, anaenda kutibiwa nje. Afu kishara kwa watoto kimaskini wamewaambia kwamba ukiendesha bodaboda ndo kazi, ukiuza lukasusu ndo kazi, sijui ukiwa unashona viatu ndo kazi, unatembeza machupa ndo kazi. Lakini hawa watoto wa wabunge hawezi kufanya hizo kazi. Lakini nyinyi watoto kimaskini ndo mnatakiwa mfanye hizo kazi. Kwa hiyo kwa rasilimali za Tanzania natakiwa Mtanzania aishi, yani aishi kifalme. Watu wasiishi maisha magumu, watu wana masesi, wengine hawali milo mitatu tu. Tanzania imekuwa ni shida. Watu hawaishi vizuri, watu ukiangalia mtu uso umekauka, ukiangalia mtu mwingine mpaka unashangaa huyu mtu mtu mzima mtoto. Kwa sababu huwezi kumjua vizuri mtu, huwezi kumtambua kwa sababu kashakomaa.
Mtu anatembea na mguu kutoka Buguruni mpaka wapi, mpaka Gongo la Mboto huko, kwa sababu maisha ni magumu. Lakini rasilimali zilizokuwa Tanzania zingefaa kabisa, kila mtu apewe mikopo, kila mtu aajiriwe, kila mtu aishi vizuri, kila mtu apate huduma za afya bure. Lakini angalia hao, kila siku wanabadilisha magari. Leo malenji, kesho sijui maviete, kesho kutwa sijui malozi. Lakini watu wanaishi maisha magumu, watoto kimaskini wanaishi maisha mpaka mtu unalia muda mwingine ukiwaangalia Watanzania wanavyoishi hayo maisha. Kwa hiyo jamani, naelekea kwenye hiyo siku ya maandamano tarehe 9. Kila Mtanzania mpenda haki, naomba atoke nyumbani kwake, abebe bango lake, abebe ujumbe wake, ufike serikali ijue kwamba watu wanapata tabu, watu wanaishi maisha magumu. Na maisha magumu Tanzania sio Mungu kapenda. Tanzania Mungu katupa rasilimali zote, katupa makaa ya mawe, katupa almasi, katupa mbuga za wanyama, katupa bahari, katupa vivutio, katupa mambo ya kale. Mungu katupa vitu vyote. Wasimamiaji tu ndio imekuwa shida. Ndio maana hata Rais Magufuli marehemu alisema Tanzania ni tajiri. Tanzania ni tajiri, na hilo neno alirudia mara mbili. Jamani, mseke ubinafsi. Kila mtu atoe ubinafsi. Sijui mimi ninacho, sasa siwezi kutoka kwa sababu mimi ninacho. Mimi siwezi kutoka kwa sababu mimi mfanya biashara mkubwa, no. Wote tutoke tuikomboe taifa. Na hawa kina Mwijaku sasa hivi namuona anatoka sasa hivi anaanza kujirejesha kwa wananchi. Hawa jamani wakataeni. Yaani hao wako wakataa kabisa, kina Diamond, sijui Mwijaku, kina nini. Msiwape nafasi yoyote. Waacheni kama walivyo, wakataeni kabisa. Hata kulaiki msilaiki, msiwafollow, wakataeni kabisa. Hawa watu sio watu. Hawa watu wapo kwa ajili ya maslahi yao binafsi, wapo kwa ajili wao na familia zao. Nyinyi mnafollow hao, kisha hapo mnaenda majumbani kwenu, mnaenda kula mihogo, mna maisha magumu. Mnasikiza kuna Mwijaku anazidi kupanda, anazidi kupata hela kupitia CCM. Mnawasikiliza hao. Kwa hao msiwasikilize kabisa, achaneni nao. Nao si waziri, si nani akije, nao achaneni nao kabisa. Kwa hiyo Disemba 9 kila mtu atoke na bango lake, wache watu wote mtoke. Mkitoka kwa wingi na hakika tutapata ushindi haraka. Asanteni. Okay, safi sana wakae. Asante sana kwa nondo. Karibu na hall, karibu. Asante, habari? Salama kabisa. Pigeni nondo jamani, pigeni nondo za kufanya watu waje. Mnapiga nondo watu wanakuwa Pigeni nondo za kutoka mtu. Karibu sana. Asante, mimi ni mgeni kwenye huu mtandao, this is my first time, so nikimaliza wewe utajua namna ya kunitoa, mimi sijui. Mimi naomba kuchangia kitu kimoja. Hii ni vita zaidi ya rohoni kuliko ilivyo ya mwilini. Kwa hiyo unapoenda kupambana na mtu unayepambana naye, inabidi uwe na ufahamu ili ujue ni silaha gani sahihi ambayo unatakiwa kuapply kwa ajili ya adui yako. Hawa watu wanainvesti sana katika kiza, katika kafara ambazo ni damu, ambazo ni zinaa, ulawiti. Hizo zote ni silaha za ufalme wa giza wanazozitumia. Na wanapowahonga, ndio maana tunaona hata maaskari wamegeuka kuwa kama majitu makatili, kama ambao hawana mioyo kama ya kibinadamu, kwa sababu pesa inapotoka, moyo ulioko nyuma ya ile pesa ambayo wanapewa unawaingia automatically na corrupt mioyo yao. Kwa hiyo wanaanza kuwa kama marobot ama kama wanyama. Sasa kitu mimi ninachoomba kama vijana wa Kitanzania, embu tupigane vita vitakatifu, tukijua kwamba yani ni Daudi na Goliati ambao wanapigana. Lakini unapoenda kupigana sasa na Goliati, lazima ujue silaha yako, kwamba kitu cha kwanza, zuia kinywa chako. Biblia inasema atakaye kuiona siku njema azuie ulimi wake usinene mabaya. Na ili Mungu awe upande wako, lazima Mungu akusiwe na unajisi. Lakini watu wengi ukisikia kwenye maandamano
ni kama vile kuna laana sana kwenye vinywa vya vijana wa Kitanzania. Wanapenda sana kutumia ili tusi la kwenye utupu wa mwanamke, la utupu wa mama. Yaani ni ndo slogan, ni kama vile ni slogan ya Tanzania kwa vijana wengi wa Tanzania. Sasa utaendaje kupigana na ulimwengu wa kiza wa roho huku wewe kinywa chako kinachotoka huko ni unajisi, ni matusi. Why matusi? Kuna maneno mengi ya kiushindi ya kusema, kuna maneno mengi ya kuzungumza, lakini kwa nini kila mtu kinywa chake kinatoaga tu hilo tusi? Ndo kama vijana wengi wa Kitanzania kauli nyepesi kuwatoka ni hiyo. So please, zuia ulimi wako, tafuta kitu cha kusema. Alafu unapoenda huko kwenye front line, epuka sana kusema naenda kufia nchi yangu, kwa sababu umepanda already, umepanda tayari mbegu ya kufa. Hata kama ulikuwa hauna mpango wa kwenda kufa, kuna namna yoyote tu kifo kitakutafuta, kwa sababu wewe tayari umeshajisacrifice, umetoa. Kwa sababu kauli zetu, wewe nenda na ushindi. Daudi alisema kwa Goliath, unanijia na mkuki, unanijia sijui na nini na upanga na fomo, lakini mimi nakujia kwa jina la Mungu. Kajiwe kake kakashinda. Kwa sababu gani? Kauli yake ilibeba ushindi. Kauli yake ilikuwa imebeba ushindi, lakini na Mungu akiwa pembeni yake. Kwa hiyo hakuna kitu kilimzuia. So ninaomba sana lugha tunazozitumia. Na kitu kingine, mnapoenda kule pamoja, mwende pamoja. Kama polisi anamvuta mmoja pembeni, no, msiendelee. Simama kama group mpaka na mwenzenu aondoke, kwa sababu hawa watu kila siku ni wana hila nyingi na wanatafuta mbinu za kumwaga damu, kwa sababu hiyo ni sehemu ya ushindi wao mkubwa huko kwenye kafara, kwenye kumwaga damu na kwenye kubaka na kwenye zina. Ndio ufalme wa giza unapowapatia nguvu kupitia hizo njia. Hizo ni silaha, sio tu kitu cha kawaida. So wewe msiruhusu mwanya wowote mtu mmoja wenu akachukuliwa ukaona ni sawa kwamba hawa sio polisi. Mind you kwamba mtu asipoonekana anachukuliwa, huyo mtu anapotea moja kwa moja. Lakini wakiona watu wana make noise here and there, ndo wana confirm huyu mtu tuko naye, sio polisi. Na ifikie mahali Tanzania watu iwe kama vile ule ulinzi wa jadi. Yaani watu tulindane, watu mlindane. Ikitokea gari, pigeni mawe, kwa sababu kuna sheria na taratibu za nchi za namna ya kwenda kumkamata mhalifu lakini huku sio kukamata. Style yao ambao wanaitumia sasa hivi ni ya kitekaji, sio. So mnatakiwa ifike mahali watu mchukue kama jambazi. Mtu mjilinde, tembea na silaha, kaa na majirani na ndugu wote wajue kwamba hii nchi sasa imebadilika. Tunatakiwa tubadili namna ya kuishi, tulindane, tuchungane, tusaidiane. Yale magari yakitokea hapa tunachoma moto. Asante na sorry kwa kuchukua muda mrefu. Okay, asante sana. Umeongea vizuri na mambo ya kiroho, na kweli tuliongea hata hapa kwamba hawa CCM na uchawi wanatumia. Kwa hiyo tukija hapa tutoe na maombi, tunasaidia kuwarudisha wakae na akili nzuri ili watupe katiba mpya. Asante sana. Karibu Fares. Asante sana bro. Jamani za saizi. Salama tu. Naamini mko vizuri na mimi niko vizuri pia. Nafurahi sana kama leo tumepata nafasi tena ya kukutana. Nina mambo machache tu ambayo nilikuwa nafikiri ni ya muhimu. Nimeona ni muhimu leo niyaseme. Kwanza brother Sama, nilikuwa naomba kwanza ni shauri kitu kimoja cha msingi sana. Jamani, katika wakati tuliopo, sidhani kama ni muhimu sana. Sidhani, narudia tena kwa herufi kubwa. Brother Mzalendo, zima mic please. Thank you. Sidhani kama ni muhimu sana kwa kipindi tulichonacho kuanza kujadili vitu labda kwamba ni sawa, tunajua tumeumia, rasilimali zetu zinavyotumika vibaya. Lakini kitu cha msingi sana ambacho tunatakiwa tukijue kwa kipindi tulichonacho sasa hivi, hiyo self motivation ambayo tushaipata inatosha. Sasa hivi tukumbuke jamani kwamba
limiting factor tulionao sisi ni muda. Muda ni mchache, vitu ni vingi. Sasa hivi tunatakiwa tu focus na kitu kimoja tu. Mimi nilikuwa nawaomba sana ndugu zangu, mnisamehe lakini kama nitakuwa nawakwaza, kwamba sasa hivi kila anayepanda aje azungumze namna tutakavyotoka, atupe mbinu. Sasa hivi tukaeni tuzungumze mbinu ya how tutakavyoenda nje. Asante, unasema you are talking nonsense. Sasa kama naongea upuuzi, lakini mimi nilikuwa na shauri tu kwamba sasa hivi muda tulionao ni mfupi. Nani anasema unaongea nonsense au? Kuna mtu hapa na amecomment, achana naye tu. Ni muache wa nini? Hamna moderator huko. Lazima nisafishe kijiji. Ni nani anaitwa jina? Yaani ninge nilikuwa naomba kuendelea. Achana naye tu. Wewe endelea. Mimi natafuta. Wewe endelea, tupige nondo. Anasema ni mimi. Anasema anajiita sui Johanini. It's okay. Achana naye. Wewe endelea tu. Mimi siwezi kumwacha labda nimkose. Wewe endelea. Sasa mambo tuliojadili jamani kuhusu rasilimali za taifa letu yametosha kutupa uchungu, yametosha kutupa hasira. Tumekuwa motivated. Mnanielewa? Tumekuwa motivated kwa kipindi chote hicho. Sasa hivi tunahitaji positive mind, kwamba mtu aje hapa anayepanda atuambie kwamba tarehe 9 tunaenda kutoka, tumeshakubaliana tunatoka. Tunatokaje? Tupeane mawazo sasa hivi, tupange mikakati ya kutoka, tupange mikakati. Tumeshakuwa motivated, tumehamasishana vya kutosha. Habili ametumotivate vya kutosha, ametuonyesha mambo ya mauhalifu yote yaliyotendeka. Kila mtu ameelewa somo. Kila mtu ameshaelewa hali ilivyo sasa hivi, kwamba jamani, mahali fulani kwenye madini ni kubaya, mikataba ni mibaya, nini ni kubaya, kila kitu ni kibaya. Tumetosha kuzungumzia mambo ya maumivu sasa hivi. Maumivu tulionao ni mengi, yanatosha. Tuendeni jamani sasa hivi, tukaeni kwa muda huu mchache tulionao, tujikite zaidi kwenye kuinvesti namna tutakavyoenda kukomboa nchi yetu. Jinsi gani watu watoke, wawe organized kivipi, waelekea wapi, kwenye makundi aina gani. Ndugu zangu, muda ni mchache. Tuna mambo haya yanakuwa limited na muda. Tukikaa tukaendelea kuongea kitu kile muda unatuacha. Limiting factor yetu ni muda. Kitu cha pili ambacho nilikuwa na shauri, ndugu zangu, haya mambo, hii vita inachezwa very smart. Msione kama mnaweza mkasema kwamba wao labda ni wakubwa kiumri, sisi ni vijana. Lakini mind you guys, kwamba hii ni vita. Na vita hii jinsi inavyochezwa, haichezwi kwa mwendo labda wa nguvu kama tunavyoelewa. Is played by smart people. Inachezwa kwa smart mind. Ni kama jinsi michezo inayotumika na watu wenye akili zaidi. Sasa hivi wanachokifanya, samani sana lakini naomba tu mnielewe jamani. Mchukua muda wako vizuri, nisikilize unielewe. Najua utapata kitu cha muhimu sana. Kwamba inachezwa na smart people. Wanachokifanya ni kwamba mwanzoni sisi tulikuwa tumeshinda 100%. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi tulichokuwa tunakijadili tulikuwa tunawauzia wao wakijadili. Maana yake tulikuwa tunawatoa kwenye concentration ya kujadili vya kwao, yani kuelekeza mashambulizi kwetu. Wanatumia muda mwingi zaidi kudefend kile ambacho sisi tunakifanya. Tuliwauzia mada zetu. Sasa hivi wao wanachokifanya, wanatuuzia mada, na sisi mbaya zaidi tumekubali kuzichukua mada zao, tunazijadili. We are wasting time kudiscuss mambo ya sasa hivi, mambo ya kusema kwamba si waziri kafanya nini, nani kafanya nini, nani kafanya nini. We are wasting time. Tumeuziwa mada bila kujijua, na sisi tumekubali kununua mada. Jamani, tueleweni kwamba hii ni smart game. Kumbuka wakati tunaendelea kujadili mambo ya waziri kafanya nini, muda unaenda. Time is our only limiting factor. Hatuna muda wa kuendelea kujadili mambo ya ajabu. Achaneni na haye, anayefanya kikao afanye, anayeenda kwenye kikao akaende, ambaye hataki aache. Guys, tuna muda mchache, vitu ni vingi vya kujadili. Kumbuka kuna adui, na adui yupo na anakaa kutujadili sisi.
Brother Sama, mi naomba sana kwa uchungu sana, kwa sababu ninaona ni kama tunapoteza direction. Tukiendelea hivi, tunatoka kwenye focus, tunauziwa maada, tunaanza kuwajadili wao. Hii game, guys, ndugu zangu wapendwa, ninawapenda sana. Naipenda nchi yangu. Tunapoteza focus. Hii game inachezwa na very smart people, very intelligent, very smart. Wanapokaa kwenye vikao vyao, sio kwamba eti hawana vya kufanya. No, wanajua wafanye nini. Wanajua wanatuhamishaje kwenye reli. Mchezo huu jamani, tuweni smart. Ndugu zangu, hakuna ambaye ni bora kuliko mwingine. Lakini tujitahidini ndugu zangu, tuwe smart kwa kiwango ambacho na sisi turudi kwenye mstari. Mstari wetu ulikuwa ni mmoja. Tulikuwa tumekaa tukijadili jinsi tutakavyoenda kuandamana, jinsi ambavyo mitaa tutaijaza. Tumeshahamishwa tayari kwenye focus. Sasa hivi tumehamishwa kwenye nini? Tunaanza kujadili mambo ya vikao vya nani? Tunajadili wasanii, tunajadili misamaha ya wasanii. What the hell are we doing? We are wasting our time. Muda ni mchache, vitu ni vingi vya kufanya. Uko sahihi kabisa. Mbona kama tunapotea jamani? Tusifanye vitu kama tuko vijana wadogo kama watoto. Ninaheshimu sana kwamba hapa kuna watu wana PhD, wengine hatujasoma. Tuna watu wana PhD, kuna watu wana masters, kuna watu wana manini. My dear friend, huu mchezo tunaoucheza tumeshapotezwa tayari. Mpaka sasa hivi tuko hatua 2 nje ya mstari. Tujinawaombeni sana. Jana niliongea hapa, halafu nikashuka, nikapanda kwa Nuruvazi, nikaongea kitu kama hichi. Ndugu zangu, na waombeni sana. Turudini kwenye mstari. Wapendwa wangu. Nchi hii tumefikishwa hapa kwa sababu wanajaribu kucheza very intelligent, very smart. Turudini kwenye mstari. Ninaamini bado hatujapotea sana. Tuko karibu. Turudini jamani, tuendelee kujadili. Sama, mimi nakuomba sana. Wewe ndo host wa hii live. Tunaheshimu sana mawazo yako. Tunaheshimu sana kwamba wewe ndo unayetuongoza. Tunakuomba kitu kimoja brother, kwamba tusaidie basi. Anayepanda hapa atupe mawazo jinsi gani ambavyo atatufikisha kwenye mwenendo mzuri wa Neema, zima mic basi. Nisipowapandisha mnaenda kunifungulia live. Zima mic. Kwa ndugu zangu, wanacheza na akili zetu. Wanatuuzia maada. Tuanze kujadili. Maana yake nini? Kwa mfano kama leo tunapoteza muda, baada ya kuongea tunaenda kutoka kwa namna gani? Tunapoteza muda kujadili wasanii, tunapoteza muda kuwajadili wao. Hapana ndugu zangu. Naomba sana. Ya kwangu yalikuwa ni hayo tu. Okay, safi. Okay, asante. Okay, karibu Vincent.